Wewe Ruto wewe. Wewe mtu pepo chafu. Wewe Kenyai. William Ruto ni mwizi si mwizi? Wao ndio wezi sugu. Umeiba Fuliza. Mali ya ndugu zao wameiba. Umeiba eCitizen. Mali ya wajane wameiba. Umeiba Kenya Safaricom. Mali ya mayatima wameiba. Umeiba pipeline. Mali ya wananchi wameiba. Alafu mnatuambia wizi. Wizi gani? Nyinyi ndio wezi sugu bwana. Hatujaona mwizi wa kiango yako tangu hii dunia iumbwe. How much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado. Hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have stolen is enough. Do you regret this abusive language that you and your former boss have treated the nation to? I have not abused anybody myself. You started this conversation. I did not start. Did you describe the president as having I made that description. That description is true. That is considered body shaming. There is no apology to make. I described the way he looks. I did. Chapter 6 of the Constitution and Integrity, Article 73(3), says that state officers should behave in a manner that bestows respect and dignity. I'm not a state officer. You've been the second in command. I am not a state officer. I'm not a state officer. So are you now allowed then to just abuse your other fellows just because you're not a current state officer? I am not a state officer. You've been the second in command. Do you regret the statement? I have no regret whatsoever for my utterances. I made a true description that our other Kenyans have made. I'll continue speaking truthfully. You know, people say when people who steal, what are they called? They are thieves. People who do this and that, they must be described for who they are. And if anybody has a problem, you can take me to court. Do you believe that statement is demeaning? No, it's not. What do you think it is? It's up to you to think. What you think. I've told you I'm not the one who made the statement. I have nothing. Was it demeaning? I have nothing to say about it. I've said it's a true description of what I see. What does the appearance of the president have to do with governance? Well, you'll have to ask him. You are the one who described him. I'm saying it's you to ask him why he's so agitated. But I'm speaking to you, and you're the one who started this conversation. You are the one who asked him why he's so agitated. Tumekuuliza kwa sababu wewe ndio ulikuwa mtangulizi wa jambo kama hilo. Are you a lawyer for the president? This is waandishi wa habari. No. You also cannot. Are you here holding his brief? It's a question that everybody No. I can see. You're a leader. Are you holding a brief for William Ruto? Honorable Rigathi Gachagua, you've been the second in command in this country. And you're now thinking of being the head of this country. Have you Do you think those statements were regretful? What I would ask you to, have you as a president, whether he has regret? I'm speaking to you now, not to the president. We'll speak to the president at the right time. Tumekuuliza kwa sababu tuko na wewe hapa na wewe ulikuwa mtangulizi wa hayo. I don't think this interview you hold brief for President William Ruto. We're not holding brief for in my view. We're asking you to be accountable for the words that you said. I had hoped that you would ask me issues of development to do. We will get to that. Let's clear out a few things first. I refuse to have you kuna masuala ya uongozi na uadilifu. Jinsi alivyosema katika chapter 6 ya katiba. That question I've answered. Will you apologize to the people for what you did? I have no apology to give to anybody. Let me bring up a soundbite of what you said after this back and forth between yourself and the president. And you said that tumefikisha mahali tulikuwa tunataka. Let's play that soundbite so that we just refer to that conversation. Na mimi nataka niwahakikishie. Mnanisikia vizuri? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi nitarudi hapa kwa sababu niko na kazi kubwa ya kukamilisha hapa. Niko na kazi mingi. Bado niko na kazi ya barabara. Niko na kazi hiyo ingine, na mimi niko tayari kwa mtihani. Kila mtu apimwe na kazi yake. Mtu ya kutukanana
awekwe kwa kilo yake ya matusi. Mtu ya sarakasi na vitimbi awekewe ratili yake ya vitimbi. Mtu ya kazi kama mimi, munitafutie kilo yangu, mimi nitaweka kilo yangu hapo ya kazi. Nego kanatiguo. Tutafanya namna hiyo. Ama mnasemaje? Kwani mnafikiri ati kuna mtu atanitisha? Ati akuja atengeneze propaganda hapa, azunguke ati William Ruto. Mimi niko na uhusiano na watu wa Nyeri na haikuanza jana. Mimi nimekuwa hapa bwana. Kwanza hakuna kiongozi wa Kenya hii ambaye ametembea hii Nyeri kuliko mimi. Wale wote ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na mimi, hakuna hata mmoja. Hawajui kanisa iko wapi, hawajui barabara iko wapi, hawajui kazi ya wananchi iko wapi. They don't know. Watu ya kuongea barabarani, prorojo, propaganda, must go, sijui, kasongo, sijui. Hiyo nitapatana na hawa hapa mbele. Ama namna gani? Kila mtu atakuja hapa aseme mambo yake. Ama namna gani watu wa Nyeri? Yaani unafikiri kuna watu wanaweza kufikiria kwamba watanipigia kelele kidogo ati niwachane na watu ambao wamenifanya nikakuwa rais, niwachane na hawa? Kwani mnafikiri mimi ni wazimu? Haiwezekani hiyo. Watafute kazi nyingine ya kufanya, mimi niko hapa na tutakutana na hawa hapa. Nego kanatiguo. Nambo itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Nyeri, na nitakuwa hapa tena na tena na tena mpaka Nyeri ibadilike na Kenya ibadilike.